tuna wajibu, we have a responsibility towards the Bible. Wajibu wa kwanza ni kusoma na kujifundisha Biblia kwa bidii. Ningependa usome kitabu cha Timotheo wa pili 2:15. Na kama uko na nafasi uniandikie hapo chini inasema nini. Kusoma na kujifundisha Biblia kwa bidii. Jambo la pili ni kutii mafundisho ya Biblia. Ningependa uende usome kitabu cha Yakobo, James chapter 1 verse 22. Yakobo 1:22. Haina maana kuja hapa kusikia neno kuhubiriwa kama hauna nia ya kutii mafundisho ya Biblia. The intention of coming to the Bible is first of all we take the position of obedience. Tunasema Baba, tuko hapa kupokea. Lile neno ambalo utatupatia leo, tutalipokea katika jina la Yesu na tutatii. Kama unaturekebisha, tutarekebika. Kama unatuongoza, tutaenda muongozo huo. Kama unatutia moyo, tutashukuru. So lazima tukuje na hiyo moyo wa kutii. Wajibu wa tatu ni kushiriki neno la Mungu na wengine. Mathayo 28 kuanzia 19 mpaka 20. Enda usome. Sitawasomea, nataka na wewe usome, uandike hapo chini. Atusomi neno na kujifundisha ndio tufike mahali tuseme tumejua mingi. Mimi niko na neno, mimi naelewa, mimi naweza kuchambua, hata huyu akihubiri na msikiza ni mchambue. Hiyo inaleta kiburi. Wajibu wetu wa kujifundisha neno ni kwamba tukibarikiwa, tukielewa kitu fulani, tunashiriki na wengine. Tunaenda wala ambao wamjui Mungu, hawajasikia neno, tunashiriki na wao. Tukikutana katika ushirika, yale Mungu amekufunulia, unashiriki na wengine. Ni kwamba God blesses you to be a blessing to the other people. Unabarikiwa ndiposa ubariki wengine. Na jambo lingine ni ya kwamba ni kuyatafakari maandiko. Soma Zaburi 1:2. Tuna wajibu ya kutafakari. Na Wakenya wenzangu na Waafrika wenzangu, hapa ndio hatufanyi vizuri, na munisikize. Kutafakari is meditation. Kutafakari neno la Bwana sio tu kusoma. Ukisoma, unasoma kifungu kimoja, unakimbia nayo. Kutafakari inamaanisha unasoma maandiko. Ni kama ng'ombe. Acha niwapatie mfano. Kutafakari inamaanisha unaona ng'ombe akienda malishoni anakula nyasi. Sasa ameshiba, huwa anaenda anakaa chini ya mti, kwa sababu mimi nilikuwa mkulima, nilikulia huko Kisii nikiwa mtoto, na tulikuwa na ng'ombe na kondoo na mifugo wengine. Sasa wamekula, wamemaliza, wanakaa chini, wanaanza inaitwa nini ile kwa Kiswahili sijui nini, chewing the cud. Chewing the cud. Unajua wanaanza kutafuna. Sasa ile nyasi wamechukua ndani, wanairudisha, wanaisiaga, wanaitafuna, wanairudisha ndani, wanaisiaga, wanaitafuna. Hiyo ndio inaitwa kutafakari. So katika shirika hili ama hii huduma Mungu ametupatia, tunachukua wakati kutafakari neno. Mambo imefanya watu wengi wapotezwe ni kwamba hawatafakari katika neno. Hawachukui muda, hawasomi Biblia kwa bidii na wakae chini, wafikirie, waombe, wakae katika hilo neno, walifanue, waseme Mungu tufundishe. We don't take time to meditate the word. Tuko very busy kuongea juu ya neno na kuomba na kuzungumza. Atunyamazi tusome, tumupe Roho Mtakatifu wakati atufundishe na atunene. Tuna wajibu wa kutafakari maandiko. Ukikuja katika ibada unasikiza neno. Na hii ningependa this is a red flag, ningewaambia. Siku hizi katika mtandao kuna wahubiri wengi. Enda TikTok. Sasa leo tumefanya wahubiri ni kama TikTok. Unakuja hapo unasikiza, huyu anaongea polepole. Huyu sasa hata simuelewi. Unafinya, unaenda kwingine. Ukipata yule anaongea haraka na anachekesha watu mpaka wanaanguka chini, unasema huyu ndio nataka. Ukitoka hapo ukisikia na yeye maneno anasema aya kuingizi, unaenda kwingine. In fact kuna mahali Biblia inasema, kwa sababu nyinyi wanafunzi wa Biblia nataka utafute hiyo utume message hapa chini. Mahali inasema kwamba nyakati za mwisho watu hawatataka kusikia neno, mafundisho ya ukweli. Wataenda wakusanya manabii ama
walimu ambao watawafundisha maneno ambao masikio yao yanataka kusikia. Kwa Kiingereza anasema in the last days people will not keep up with doctrine, proper doctrine, but they will collect teachers around them who want to teach them what their itching ears want to hear. Itching ears. Siku hizi kwa mtandao ndio hiyo itching ears. Ukienda kwa mhubiri unasikia ukienda kwa mhubiri unasema ili aliningi. Unaenda unatafuta mwenye anazungumza kitu yenye unasikia sasa masikio yako hiyo ndio unataka kusikia. Lakini sikiza, wajibu wetu ni kupokea lile neno ambao Mungu anatupatia. Ndiposa ni muhimu wewe kuwa katika local church. Usikue mtu ambao ni tourist, ni mtembezi tu anatembea katika makanisa online, ama hata ukiwa Nairobi ama wakati mwingine unatembea Jumapili uko kanisa, Jumapili uko kanisa, Jumapili uko kanisa. Sasa wewe ni kama unatafuta chenye kita kufurahisha katika masikio yako. Wewe kuwa consistent kwa local church. Na kama unayamini na Mungu amekuelekeza katika hiyo kanisa, lile neno Mungu anatuma kupitia kwa mtumishi wake kwa Bible study ama kwa fellowship Friday ama Sunday, kwa hilo ndio neno Mungu angetaka ulisikie. Sasa unalichukua, unaenda unakaa chini, unatafakari, alafu unafundisha wengine. Ya mwisho, wajibu wetu katika Biblia ni kutoka Wakolosai 3:16. Kutekeleza kanuni za Biblia katika maisha ya kila siku. Haina maana kusikiza neno, kutafakari neno, kujifundisha neno, alafu maisha yetu hayaonyeshi kama mienendo yetu hilo neno aliguzi maisha yetu ya kila siku. The word of God must transform our lives. The word of God must be part of our lives. Neno la Mungu ni kama mkate. Ukikula chakula ama ukikula mkate, lazima, kama wewe unakula kila siku, lazima tuone mwili wako utakuwa na afya, na mtu akikuangalia atasema kweli huyu amekuwa akikula. Lakini kama hujakula, mtu akikuangalia anasema huyu amekosa chakula ama kuna shida. Hapa ni lazima tutafute suluhisho. Kwa hivyo ni kusema nini? Biblia na neno la Mungu lazima likapate kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Kama tunalisoma, tunaliomba, tunalishiriki, ni lazima vile tunaongea, vile tunafanya mambo yetu, vile tunafikiria, lazima hata watu wakituangalia lazima waone yale mabadilisho ambayo neno la Bwana limefanya katika maisha yetu. Kwa hivyo